ambazo Mungu amepatia watu wake. Tuende tena Isaia, Isaia 43. Tupate kuona ahadi ingine. Ahadi ni nyingi, haziwezi kuisha kwa leo, lakini wacha tujue Mungu anatuazia nini. Isaia 43 verse 2. Kifika sema amen. Amen. Naweza kutusomea tafadhali? Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Amen. Na katika mito. Amen. Haitakugharikisha. Uendapo katika moto, Amen, hautateketea. Amen. Mwali wa moto hautakuunguza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapenda watu wake. Anatuahidi tena. Oh my God. Pale mbeleni ametuambia tusiogope. Ametuambia tusiogope sababu ako na sisi. Hiyo namba 1. Hapa tena anatuambia tupitapo katika maji mengi, atakuwa na sisi. Hata katika mito, hata pale mbele, hata pale kwa ile bahari. Usione kama utakuwa unavuka iingie hapo. Hapana. Maandiko inasema hatutazama hapo. Wacha niongeze hiyo ni yangu. Haya ni maji mengi. Si pale mbele ni maji mengi, ni bahari. Sasa Mungu ametuahidia kwamba ile mito wakati inafunikanga wakati wa mvua haitatubeba. Unaona Mungu ndiye aliumba mbingu na nchi. Na anajua kuna mito, anajua kuna bahari, anajua kuna moto. Praise God. Tunaona mfano mzuri wa Shadrach, Meshach na Abednego. Walikuwa wamemshikilia Mungu, walimtafuta Mungu kwanza, wakawa naye. Mpaka umtafute kwanza, uende naye. Juu kama hauko na yeye, utaenda kuomba ukimwambia nini mtu amjuani, Mungu amjuani. Praise God. Mpaka muwe na urafiki na Mungu mnajuana. Ndiposa ukimwambia haupigii kelele. Biblia inasema ya kwamba maombi ya mwenye dhambi ni nini? Imagine ukimpigia Mungu kelele, hata si mwanadamu, hata yeye unampigia mwanadamu kelele kuliko kumpigia Mungu kelele. Jameni, situombe Baba Mungu atusaidie. Situombe Mungu atuondolee kiburi. Situombe Mungu atusaidie. Thank you Jesus Christ. Wacha tuende kwa ahadi nyingine kabla ya muda kuisha. Namshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwaminifu. Tuende katika Jeremiah 29 verse 13. Wamama tuende katika Jeremiah 29:13. Yeyote aliyefika kuokoa muda haweze kutusomea Jeremiah 29:13. Nanyi mtaniita na kuniona. Amen. Mtanitafuta kama siko wrong. Nanyi mtanitafuta na kuniona. Mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Oh God. Wapendwa, Mungu anatuambia tutamtafuta na tutamuona tutakapomtafuta. Hapa ametuwekea vizuri sana. Tutakapomtafuta kwa mioyo yetu yote. Mungu hataki umgawie kiasi, hataki kupimiwa, anataka moyo wako wote. Mungu anataka moyo wako wote, hata wakati hauko kwa nyumba ya Mungu, hata kule nje. Yale mambo ninafanya kuanzia Jumatatu, yale mambo ninafanya kuanzia kesho kwenda kufika Saturday, na Jumapili nikuja hapa niwekewe screen hapa. Je, nitakuwa comfortable watu wote wakiangalia? Praise God. Nitakuwa comfortable? Kama siko comfortable, basi tumrudie Mungu. Na kama hautapenda hiyo screen ionyeshe Jumatatu mpaka Saturday, ungependa tuone
Kuna wakati alijuta, kwa nini nilimuumba mwanadamu? Lakini akarudi akaona ni vizuri nitamtuma mwanangu wa peke yake, na akaja mwanae Yesu Kristo akafa msalabani na akaitwa majina yote. Watumishi wa Mungu, watu wa Mungu wanaambiwa maneno mazito. Oh God, ningependa kuuliza vile nauliza watoto wa Sunday school, kama kuna mtu ashawahi kuambia jambo nzito na haujamkosea, inua mkono wako. Mimi ni mmoja. Inua vizuri. Mimi nimewambia ni mwalimu wa Sunday school. Arudisha mkono chini. Yule ameinua yote miwili, sababu alienda akajiuliza, Mungu, kwani mimi nilimfanya nini? Nilimfanya nini? Kwani mimi naakalia? Si ulilia? Yes. Sababu kuna kitu hapo innocent. Hivyo naye mwana wa Mungu akaulizwa wewe. Na wale watu wakamsulubisha, tena ni wale alipanga wagonjwa wao. Wale aliwapatia chakula. Hao wakamsulubisha. Lakini hakuangalia hayo yote. Aliangalia ufalme wa Mungu, watu wakombolewe na waweze kupata uzima wa milele. Ahadi nyingine, na mara zingine tukiona Mungu hajakuja tusichoke. Anaweza kosa kuja vile tunataka. Mungu hayuko namna hiyo. God is not like that. Haizi kuja vile unafikiria ukiomba tu mara moja itakuja hivyo. Hapana. Saa zingine adui atakukalia sana. Atakukalia na uombe Mungu wale Mungu hajajibu. Hapana. Mungu akitengeneza vitu zake hana mbio, hana haraka. Na ndio maana unaona mtoto mchanga anazaliwa akiwa mchanga sana, mdogo sana, na anakuwa polepole. Na Mungu ana uwezo azaliwe leo na kesho aende shambani. Ako na hiyo uwezo. Lakini mambo yake anafanya polepole na hakika. Ndio maana baraka za Mungu, Biblia inasema the blessings of God makes rich and adds no sorrow. Praise God. Kwa hiyo ukiona Mungu anakuja polepole, ujue vitu zako ni za kiwango kingine. Praise God. Yes. Ujue vitu zako ni za kiwango kingine. Usione watu wamejenga, wamefanya mambo makubwa na wewe hujafanya. Bado muamini Mungu. Watakuwa wamejenga, wameweka mabati mazuri, na wakati ule utakufikia kujenga yako kuwa kumetokezea mabati mazuri. Sign ya yako. Amen. Yes. So tusimlaumu Mungu. Ni nini kwa zaidi ya uhai? Kama ni pesa, wengine hawangekuwa wanasifa leo. Kama ndio inaweka watu, wengine hawangekuwa wanasifa leo. Uhai ni wa maana sana. Na ule uhai usikuwe ni uhai bila Mungu. Kuna kitu tunashare na Mungu. Hii uhai tunashare na Mungu ni yake. Hata hii body, hii kitu hii yenye inarudini kule ilitoka hii. Hii inarudini kule ilitoka hii. Pia imetengenezwa na nani? Na Mungu. So, wale watoto uonao, kama uko na watoto, unaweza kujua walitengenezeka vipi? Ni watoto wa Mungu. Kwa hivyo ninasema nini? We have nothing of our own. All we have belongs to God. Na hekima ya mbingu ni kwamba tujue kama si Mungu hatuna. Praise God. Amen. So twende, tukichelewa hatutaacha kumsifu Mungu. Mtu atufungulie Mika, kitabu cha Mika. Kitabu cha Mika 7. Na ukifika useme amen, ndio tuweze kuelewa Mika naye inasemaje. Mika 7 verse 7. Amen. Tumefika. Aya, mtu atusomee tafadhali. Usifurahi juu yangu, adui yangu. Niangukapo, nitasimama tena. Hiyo ni Mika. Sorry. Mika 7:7.
Therefore, I will look unto the Lord. Amen. I will wait for the God of my salvation. Amen. My God will hear me. Oh God. Inasema kwa Kiswahili, lakini mimi nitamtazamia Mungu. Yule ni yule mtu amecheleweshwa. Watu walipata mbele yake na ameokoka. Amen. Yeye hataenda kule kwa mambo ya giza. Anasema lakini mimi sawa nimecheleweshwa. I have God. Niko na Mungu. Na Mungu mwenyewe anajua nimechelewa. Inasema kwamba lakini mimi nitamtazamia Mungu, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Praise God. Amen. Hata kama imechelewa, hata kama jambo limechelewa na umeokoka, halijachelewa. Praise God. Amen. Liko kwa mitambo, inatengenezwa, inapitishwa. Praise God. So tukiokoka na wakati hatujapata kile tunahitaji, tusione Mungu ametutupa. Na wokovu kule mbinguni sitaenda na wale watoto wangu ama wale wajukuu wangu. Hiyo ni mambo na wewe na uhai wako na Mungu wako. Nyinyi wawili. So mambo ya Mungu tuchukulie serious na tujue Mungu ni mwaminifu. Mtu atusomee Zaburi 37 verse 25. Psalms verse 37. Psalms 37. Psalms 37 verse 25. Mefika? Psalms Zaburi 37 verse 25. I have been young, and now I'm old. Oh God. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor is seed begging bread. Amen. Nilikuwa kijana na sasa ni mzee. Lakini sijawahi, huwa ni Daudi. Nilikuwa kijana na sasa mimi ni mzee. Ni kama vile Wafasia atuambia hapa, mimi kuna wakati nilikuwa kijana, lakini sijaona hivi na hivi. Daudi alisema nilikuwa kijana na sasa ni mzee. Lakini sijaona mwenye haki wa Mungu ameachwa, wala uzao wake wakiomba chakula. My God, praise God. Yes. Sasa tukimwabudu Mungu na tukimwamini Mungu, watoto wetu wako safe. Amen. Watoto wetu wako safe. Amen. Kitambo wake kujijua, tuwaachie nao wajitafutie Mungu. Wakati ule wajui kumtafuta, watakuwa wako salama, hawataomba chakula. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni ahadi za Mungu. Mwenye haki. Kama wewe ni mwenye haki, hakika Mungu, sio mimi, ni Mungu anakuhakikishia watoto wako hawatawahi kuomba chakula. Praise God. Yes. Na hawatakuwa mayatima. Tumesema hadi ni nyingi hatutamaliza leo, lakini pia hawatakuwa mayatima. Oh God. Mungu tusaidie watoto wetu wasiwe mayatima. God. God. Have mercy Lord. Have mercy Lord. Wakati watoto wako wameachwa, hata kama wameachwa na ndugu yako na ni wadogo, watateseka. Watateseka. Tuombe Mungu atuweke, tuzeeke, tufike ile miaka tuwaone ndio hao, uone watoto wako wameoa, uone wajukuu wako. Mimi nimeshaona watoto wangu wameolewa, kijana ameoa, bado nangojea wajukuu. And by the way, mjukuu wangu anafanya mtihani wa class 6. Praise God. Yeah. Mjukuu wangu nashukuru Mungu. Mungu ni mwaminifu. Mimi ni wale watu hawana qualifications, lakini ni Mungu ameniqualify. Amen.
nimefika ni Mungu amenifikisha. Kuna siku niliwaambia kwamba shuhuda zangu ni nyingi sana. Mimi sikukulia kwa zile jamii nzuri, na mimi nililelewa kama mtoto yatima. Hiyo jambo sijawahi waambia. Wazazi walikuwa ni walevi, lakini sasa Mungu naye alinionekania. Nimesema hivyo, nimesikia uguso nikikumbuka mchukuu wangu anafanya mtihani wa class 6, anasomea Chogoria School. Wale wanajua Chogoria School is a boarding school, it's a boarding primary school. God is good. Na yote ninampatia Mungu utukufu wote. Sitaki kubaki utukufu hata kidogo kwangu wala kwa watoto wangu. Wote uende Mwenyezi Mungu. Praise God. Amen. Usiwahi hukumu mtu. Usiwahi ona mtu kama hukumu. Ukasema kwa nini hapa hivi? Hapa kwa nini kwa hivi? Instead God on this, na Mungu atakufungulia. Na utajua. Praise God. Nataka kuwapatia mfano mmoja. Kuna kanisa kama hili, watoto walikuwa wanakuja hapo Jumapili waabudu kwa hiyo kanisa. Na wale watoto wakaja, mwalimu akabaki, tuseme kwa mfano amebaki pale nje na mwalimu amebaki pale nje na Reverend Mary ama Mrs. Kioko kwa mfano. Wakiongea na mwalimu na watoto wakaingia wakaketi upande mmoja kama pale, watoto wa school, wakubwa wa high school. Walipoketi pale, kukawa kuna mhubiri hapa mbele anaambia watu simameni, hawasimami. Praise God. Anasema piga makofi. Wanaangalia tu, wanapiga kama hawataki. Akashangaa. Akakasirika na hapa mbele. Akasema sasa mimi nimesema kila mtu hasimami. Watu wakosimama, wale hawakusimama. Akagadhibika kama mwanadamu. Unaona kama mwanadamu? Akakasirika. Akawauliza watoto wa shule, kwa nini hamsimami? Hawakumjibu, akanyamaza. Wale watoto wakubwa wa high school. Sasa mwalimu kule nje wakawa wamemaliza kuongea na Mrs. Kioko huko, mwalimu akaja. Sasa huyu mwenye hapa mbele tayari kwa Mungu ashaenda. Ashabaki na ile asili hata mwenyewe unaiona. Yaani huko shuleni mnafundishwa mkiambiwa msimame na msimame. Yule mwalimu akaja straight. Akaanza akapanda hapa kwa madhabahu. Na akaomba mic. Akasema praise God. Nimekuja na watoto wangu. Asanteni tuwe pamoja, na akarudisha mic. Aliporudisha huyu mwenye akaomba akasema kila mtu asimame. Sasa wakasimama wote mpaka wale. Akauliza, "Bwana nyinyi nilikuwa mnawaambia msimame na mnakataa kusimama, sasa mwalimu wenu akiangalia hapa ni watoto wajui hawasikii. Wanaambiwa vile simameni, hivi pigeni makofi, kumbe hawasikii." Praise God. Kumbe hana hukumu kile hakijui. Kumbe naye anaangalia mwalimu hapa kwamba amemwambia simameni. Unaona? So anajaribu kusema nini? Usihukumu hali ya watu wa Mungu. Usije ukajiuliza kwa nini nimepitia hili. Amen. Praise God. Amen. So nikienda kidogo, kuna wakati Reverend Mary alisema wacha niseme initoke. Na mimi wacha niseme initoke. Yes. Kuna wakati nilikuwa school matron Kibwezi. Shule inaitwa Utafiti Day and Boarding School. Mungu amenipatia neema ya kuwa na watoto. Wale watoto wa primary. So wale watoto mara nyingi wakingojeka mimi nawapeleka hospitali. Kuna mtoto alikuwa na kidonda, alikuwa ni wa Mombasa. Ilikuwa ni boarding school. So nikampeleka hospitali. Hiyo kidonda akatibiwa ikawa haiponi. Tukawa transferred hospital nyingine private, doctor anaitwa Dr. Mbalu. Nikampeleka. Sasa yule daktari aliyoshaika kidonda sana.
Mtoto alipiga duru, akaita wale wasaidizi wamshike mikono, na mimi akaniambia pia nishike mikono na wengine washike miguu, aoshe hiyo kidonda. Aliosha mtoto, alilia, akasweat, akatoa jasho kila mahali, huku mikono na huku. Sasa nikamuuliza daktari, aliosha ile kidonda, ile uzao yote ikaisha, akaosha ikatoa damu. Ikawa sasa ina bleed. Damu inapanguzwa huko chini. Nikamuuliza daktari, mbona unaumiza mtoto? Akaniambia simuumizi, nataka mtoto apone. Ninataka hii kidonda iwe healthy. Sikujua kama kuna health wound. Akaniambia umeileta hapa ikiwa mbaya, saa hii iko healthy. Ikiwa healthy ukiosha itoke hiyo uzaa zote na uweke dawa, napona haraka. Na ile kidonda ilipowekwa dawa, tulirudi mara 2 ilipona. Praise God. Mara zingine Reverend Mary nisamehe. Tafadhali naomba unisamehe na mbingu nisamehe. Saa zingine Reverend Mary anaweza kuwa anaosha kidonda. Na anataka iwe healthy wound. Anataka ipone. Anataka iwe dawa. Akiosha asubuhi, alafu achukue dawa. Anaosha kwanza, nishajua huko anaosha kidonda. Na kidonda ikioshwa si utamu. Na akimaliza kuosha, anachukua dawa. Praise God. Anachukua dawa. Ile kidonda itapona ama ipone. Lakini kama hiyo kidonda iko kwa nguvu ya mtu hajaokoka, haitapona, maana hatarudi hospitalini. Praise God. Tujifundishe kutibiwa na tupone. Amen. Tujifunze kutibiwa tupone. Nikimalizia, angalia time. Nikimalizia ninasema so far Mungu amekuwa mwaminifu kwa maisha ya watu wake. Mtu akisomea hiyo Jeremiah. Hiyo Jeremiah tulikuwa hiyo 39 lakini sio 29. Jeremiah 39 verse 18. Jeremiah 39 verse 18. Jeremiah, some. For I will surely deliver thee, Amen. and thou shalt not fall by the sword, Yeah. but thy life shall be for a prey unto thee. Amen. Because thou hast put thy trust in me, saith the Lord. Amen. Amen. Kwa Kiswahili nasema hakika nitakuokoa wala utaanguka kwa upanga. Praise God. Na Mungu anasema mimi nitajua pale kuna upanga, lakini nitakuokoa. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Imagine watu wa Mungu, kanisa, imagine kwa mikono ya Mungu tuko salama. We are safe. 100% safe. Amen. Yes. Tukimwamini very safe. Hautabaki hasa ile gari yako, hautakuwa unaenda ifanya gari. No. Mungu anasema hata tu malaika wake, hata afadhali yaridike. Afadhali kwani utaenda huko kuna hatari. Amen. Yes, kwa ajili ya usalama wako. So Mungu ametuahidi kwamba atatuokoa, hata tuanguke. Atakuwa nasi na hakuna siku atatuacha. Tukimalizia tunasoma turudi kwa Mika. Leo hizo vitabu zijirudie ndio tuweze kuelewa vizuri. Mika 6 verse 8. Mika kifungu cha 6 mstari wa 8, ndiposa tuweze kumalizia, tuokoe muda kwa vipindi zenye ziko mbele yetu. Mika 6 verse 8. Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema. Na Bwana anataka nini kwako? Ili kutenda haki. Ila kutenda haki. Na kupenda rehema. Na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Amen. Udanganyifu na udhaifu kuadhibiwa. Amen.
Mika 6 verse 8 inasema mwanadamu, Mungu si ameshatuonyesha yaliyo mema na ameshatuahidi na ameshatuambia, si ndio? Haya, sasa Mungu anataka nini kwetu? Praise God. Sasa Mungu anataka nini kwetu? Basi anataka tutende haki. Ona, tukae tu vile anataka. Yaani tukae hata watu waseme yule ni wa Mungu. Isipokuwa wengine watakuita mchawi, sababu wokovu wako utakuwa unawairritate. Yes. Wokovu wako utakuwa unawauliza, si wao watasema ameokoka, watasema yule ni mchawi. Ukimkosea tu mambo yako yanaharibika. Ni mchawi. Hawajui kwamba vita si vyako, vita ni vya Mungu. Amen. Biblia inasema the battle belongs to our God. The battle is not ours. It belongs to our God, our maker, our creator. Yule anatuamrisha vile tunafanya. Anasema anahitaji nini? Na Bwana anataka nini kwetu? Ili kutenda haki, kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu. Hivyo tu. Yaani kwenda kwa unyenyekevu na Mungu. Na ukitembea unakuwa unatembea na Mungu. Je, ukitembea wewe unawaza vitu gani? Wewe unawaza nini? Mungu anataka umuwaze yeye. Mungu anataka umuwaze yeye. Siko sure but nafikiri Jeremiah 29:11. Ndio hiyo. Hebu tusomee nione kama ni hapo. Jeremiah 29 verse 11. Sema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi. Oh God. Asema Bwana. Amen. Mawazo ya amani, wala si ya mabaya. Wapa nyinyi tumaini siku zenu. Yeah. Amen. Amen. Praise God. Amen. Imagine tukishakuwa ndani ya Mungu, anatuwazia mema. Tukishakuingia tuwe tu kwa nani? Ukishaingia ndani kwa hema yake, basi anakuwazia mema. Utaishi muda mrefu, utakula mema ya nchi, ile area nzuri kwa green utakuwa. Watoto wako wataona chakula, watoto wako hawatahangaika, watakuwa wamebarikiwa na Mungu. So wapendwa, tujirudie na tujiuliza maswali. Je, ninatembea na Mungu? Je, ninadharau watu? Je, ninanenea watu maneno wakiyasikia watavunjika, wataumia? Tujiuliza maswali mengi sana. Je, ninadharau watumishi wa Mungu? Je, nimefukuza wangapi kanisani? Je, Mungu anapenda tukiwaleta? Amen. Praise God. Amen. Mungu anapenda tukileta watu wa nyumba yake. Amen. Maana tumeambiwa tuwe wavuvi wa watu na sio kuwatoa. Kwanza kumtoa, hiyo inahitaji uombewe sana. Reverend Mary na wafasia na kanisa na wakuu wote wakuombea sana. Sababu ukitoa mtu kwa nyumba ya Mungu, oh God. Na tena utoe ile anapenda Mungu, acha nikwambie. Mambo hayataenda vizuri. Mambo hayataenda vizuri. Mungu akifungua mlango, praise God, hakuna wa kufungwa. Akisha kufungulia tu hivi, hakuna wa kufunga. Kile naye akifunga, hakuna wa kufungwa. Praise God. Ninafika hapo kwa leo. Tumesikia vile medical imekuwa so much advertising. Tunashukuru Mungu kwamba tumesikia tukioshwa kidonda tusilalamike.
tujirudie sana. Amen. Hawa mama kituosha kidoda, tukisikia uchungu anataka kipone. Wacha tukacelebrate our dear sister kwa good salon. Barikiwa sana sister.